Limenifika nateseka na mapenzi, nilijua nimepata pumziko la moyo. Pigo la moyo linaniumiza, kila nikikumbuka machozi yananitoka. Mke wangu, nimekuita hapa ili tuweze kujadiliana kuhusiana na swala la mwanetu. Ndio. Tunamshukuru Mungu, mwanetu kamaliza masomo yake salama. Ndio. Sasa kwa ajira za sasa hivi zinachelewa sana mke wangu. Kwa hiyo nilikuwa nawaza tuweze kumfungulia biashara ili awe anajishughulisha. Maana kukaa hapa nyumbani mimi naona sio nzuri. Haina shida, hilo ni jambo jema. Ila mimi nilikuwa nafikiria kama mimi kwa jinsi ninavyoishi naye hapa ndani, nilikuwa naomba kwamba kwanza kwa muda mchache akae atulie, nifunze maadili ya huko ndani. Na kujua kwamba maadili ya nyumbani, ajifunze kufua, kuosha vyombo, kupika na mambo mengine madogo madogo. Kwa sababu kuna kipindi unaweza kaja kusikia kwamba amepata mchumba. Nini akishapata mchumba akiolewa inakuja kuwa aibu. Atashindwa kufanya kazi za nyumbani, atashindwa kupika, atashindwa kufanya mambo mengi ya ndani. Ili baadaye sije kapata aibu mimi kama mimi. Ndio nafikiri. Kwani hofu yako ilikuwa nini mke wangu? Wanangu, nimewaita hapa ili nije niwaambie kitu, niwape usia kwa sababu mimi nimezidiwa. Hapa mimi nimezidiwa, muda wote naweza nikatoka, ila ninachoomba hizi mali na waachia. Kwa hiyo mtunze mdogo wako ili muendelee na maisha. Sawa wanangu? Sawa bibi? Yaani hilo ndilo nililokuitia mwanangu. Kama inawezekana kamwite shangazi yako. Wanga mwite shangazi. Mwangalie baba, wanga mwite shangazi. Mimi na hofu sana labda unaweza kusema kwamba tufikirie swala la kusema kwamba anaweza akaharibikiwa baadaye. Ndio. Okay, sawa. Mimi naona huu mjadala tuufunge. Kwa hiyo jaribu kuangalia kwa ndani. Waweze kurekebisha chakula. Unajua muda ushaenda sana. Sawa. Shangazi. Shangazi. Samahani shangazi. Baba anazidiwa. Kwa naomba kumuone. Ndio mwanangu. Wewe mtoto, si unaona nina kazi hapa mimi? Shangazi, tunakutegemea wewe shangazi. Hatuna sehemu nyingine ya kwenda shangazi. Kwani nikienda mimi ndo atapona? Lakini shangazi. Lakini nini? Hebu toka hapa. Pigo la moyo linaniumiza. Baba! Baba! Unatuacha hivi baba? Kweli? Haiwezekani.
Baba. Baba. Pigo la moyo. Baba. Hatima sina wa kunisitiri tena. Nabaki kuomba mbele ya Mungu wangu, siku moja nipate faraja moyoni. Ndugu wangu Tano, nisikilize. Mwache baba apumzike. Baba amelala. Mwache apumzike. Nasikia? Pigo la moyo linaniumiza, kila nikikumbuka machozi yananitoka. Mama na baba waliniacha duniani, naishi kwa huzuni usiku na mchana. Pigo la moyo linaniumiza, yatima sina wa kunisitiri tena. Nabaki kuomba mbele ya Mungu wangu, siku moja nipate faraja moyoni. Nilikuwa mdogo, sikujua maumivu. Leo nakuwa najeruhiwa na maisha. Marafiki wanacheka, mimi nalia. Kila kona nakumbuka familia, chakula shida. Moyo wangu umepona leo. Karibu. Oh, kumbe madam. Karibu sana. Karibu keti. Karibu madam. Asante. Mzima? Mimi namshukuru Mungu kwa kweli naendelea vizuri kama unavyoniona, lakini nirudie tena na tena kukushukuru wewe kwa sababu umenisaidia pakubwa sana. Msaada unaonesha ni mkubwa. Pengine ningeliwa na fisi kule polini ama ningeuzea vile vile kule. Kwa hiyo nakushukuru sana. Hapana, usiseme hivyo. Haya ni mambo ya kupita tu. Leo kwako, kesho kwangu. Basi tuachane na hayo. Mimi nimekuja kwa ajili ya kufahamiana. Sawa. Mimi naitwa Mary. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Nel ama Nelson. Oh, Nelson. Yeah. Rais wa Afrika Kusini. Kweli. Bwana, mimi sio mkaaji sana. Yeah. Mimi naondoka. Kuna ka emergency nimepata, natoka. Hivi mama, ulikuwa unaje nifungulie biashara na nimekaa nyumbani kwa muda mrefu sasa. Sina kazi yote ya kufanya. Sawa mwanangu, ni wazo zuri. Ila nilikuwa nafikiria kwanza kwa mimi binafsi uendelee kwanza kupumzika. Kujifunza maadili ya nyumbani. Nikwambia maadili ya nyumbani nadhani unajua. Unakufua, kuosha vyombo, kupika. Si ndio eh? Baada ya hapo tutakufungulia tu ili ujifunze. Kuna kuolewa baadaye mwanangu. Ukishapata mchumba, ukiolewa, ukienda kwako utashindwa kufanya hizo kazi, itakuwa ni aibu kwetu. Sasa mama, nitakaa nyumbani mpaka lini sasa? Hapana. Utafanya tu biashara, ila bado nakufikiria kwanza. Nilichokuwa nakuomba mimi uendelee kupumzika tu kidogo, nikufunze maadili ya nyumbani.
Nitakaa nyumbani mpaka lini? Mimi nimechoka baba. Ni watoto wa siku hizi jamani. Kuchoka huko umechoka nini sasa? Hata kunisikiliza utaki. Okay. Lakini kama unavyojua mimi nilipata majanga muda siku si nyingi. Sasa kiukweli kwa sasa hivi bado siko vizuri. Kwa maana ya kwamba hata simu sina. Kwa hiyo sidhani kama kuna mawasiliano, labda pengine utanitembelea kwa wakati ujao. Jamani, nilisahau. Basi nitakutembelea baadaye. Asante sana madam Wamkali. Haina shida. Mimi naondoka. Mambo. Poa. Niambie kipenzi. Safi, unaendeleaje? Kwa kweli namshukuru Mungu japokuwa umenisusa. Shaanza. Watu tumekuja na furaha zetu naanza kuzishusha. Okay, sawa. Mimi nilikuwa nafanya usafi. Unajua mazingira yenyewe hayako vizuri hapa. Naomba mfagie nikusaidia kufagia. Okay, sawa. Lakini baby, nilipokuwa nyumbani nilikumisi. Kama ulinimisi, kwa nini hujanipigia simu sasa? Shaanza kunichanganya. Wewe ulivamiwa juzi tu, hiyo simu umeitoa wapi? Nilikuwa nishasahau mwenzako yani. Mbona vimecho vyake? Vipi, mbona simu yako inaita afu naipotezea? Hapana. Nimewekea alamu tu. Yaani umeweka alamu alafu iweje labda? Kwa sababu muda huu mama ananiambia niwe nyumbani. Bye. Ni mwanamke sijui amekuaje, nimeshindwa kumuelewa kabisa. Ndio mwanzo. Pigo la moyo linaniumiza. Shikamoo shangazi. Mama. Shikamoo shangazi. Mama. Samahani shangazi. Kuna njaa maana tangu ulivyoondoka asubuhi kutocha chochote. Kweli shangazi, tuna njaa. Hivi nyinyi watoto mna adabu kweli? Pigo la moyo linaniumiza. Kila nikikumbuka machozi yananitoka. Mama na baba waliniacha duniani. Naishi kwa huzuni usiku na mchana. Pigo la moyo linaniumiza. Yatima sina wa kunisitiri tena. Nabaki kuomba mbele ya Mungu wangu, siku moja nipate faraja moyoni. Nilikuwa mdogo, sikujua maumivu. Leo nakuwa najeruhiwa na maisha. Marafiki wanacheka, mimi nalia.